Oya, kuna jamaa huyo hapa leo bana, yuko dukani hapa anakopa mchele. Kesho ndio siku yake ya harusi. Lakini huyu dada anamkatalia kabisa, hataki kabisa baada ya kugundua kwamba huyu jamaa anamzingua sana. Mara nyingi kila akikopa huwa anazingua. Mara ghafla simu ikawa imeita hapa. Jamaa anatoa simu mfukoni na kuangalia ni nani aliyenipigia. Kuangalia hivi anaona wanakamati. Ngoja nipokee. Sasa bado nipo kwenye maandalizi bado bana. Maandalizi nayoyafanya hapa, nataka nichukue mchele, nichukue baadhi ya vitu kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Dada akana shangaa, huyu jamaa vipi? Yeye hajapata, sijamkabidhi afu anasema ameshapata. Dada, nakuomba nisaidie. Mimi siwezi kukusaidia. Hivi tu jana nimetoka kuchukua nimetoka kujugua mchele, afu tena nikupe kaka, nakuomba nisamee mimi. Basi sawa, ninakupa ila kesho hela yangu naitaka. Oya, tunafika huku bwana, harusi kama imefanikiwa bwana. Ila amefika nyumbani hapa, we hii ndio nyumba yako? Mbona sielewi. Kwamba nyumbani kwako hapa? Ndiyo, nyumbani kwangu. Unafikiri ni wapi? Hapana bwana. Haya maelekezo uliokuwa unanielekeza mbona tofauti? Dada, naomba unishikie koti dada. We mimi sikuelewi. Hivi hii nyumba ndio ile ulikuwa unasema kwamba mimi nitakuja kuishi? Hapana, hii sio kweli. Unanitania, sema unanitania. Mimi muda wote nikaa najua kabisa wewe una nyumba yako ni nzuri. Hapana, sikiliza, hii ndio nyumba yangu. Kule nilikuwa nakaa ni kwa blaza yangu. Unanidanganya kumbe ulikuwa unanidanganya mimi Ulikuwa unanidanganya. Unaleta sehemu ya mimi siitaki. Inakuwaje? Inakuwaje nakwambia? Mimi kama unataka, mimi nitaondoka. Umesikia? Naomba tuondoke. Tuondoke twende sehemu yetu. Hii ndio sehemu yako. Hapana, haiwezekani. Hii sio sehemu yangu. Mimi hapa ulivyokuwa unanichukua, ukuniambia kama tutaishi maisha haya. Dada akaona hapana, kabidi akimbie bwana. Dada akana kimbilia nyumbani kwao. Anakimbia sana, akakimbia akafika mpaka nyumbani kwao bwana, akaingia moja kwa moja mpaka ndani, akafunga mlango. Jamaa akaendelea kugonga. Nakuomba nisamee, nielewe. Ni kweli nilichokifanya nimekosea sana. Nakuomba nisamee. Mara ghafla dadake akanafika pale. We vipi tena mmekaa hapa? Hivi kwani harusi yenu haijafanyika bado? Mbona tumeshawaaga kabisa? Imekaja huyu mdogo wako amesema hataki kule. Wewe njoo hapa, njoo anasema njoo. Imekuwaje mko nyumbani hapa? Dada, naomba nisamee, mimi kule siwezi kwenda kuishi. Nimesema hapa natakiwa waondoke. Dada, mimi siwezi kuishi kule dada, nyumba mbovu, nyumba haieleweki. Sikiliza, huyu mwanamke mbona ananidharau hivi? Naomba uniache. Mimi huyu ni mdogo wangu na sitaki aendelee kuwepo hapa kwa sababu tayari nishamuozesha. Kama nimemuozesha, inakuwaje aendelee kuwepo hapa? Dada, nisamee mimi dada, niliamua nilikurupuka dada. Binti akawa na kusema bwana. Tunakuja upande wa pili huku. Jamaa anaongea na sister yake. Yule mwanamke mbona ameshindwa kumuelewa? Umuelewe tu kwa sababu wewe ndio ulikuwa unamtaka. Mimi siwezi kusema chochote. Muelewe tu. Umenielewa kakaangu? Muelewe, wewe ndio umemuoa na wewe ndio ulikuwa unamhitaji. Sasa inabidi uishi naye hivyo hivyo. Sawa? Tena mimi msije mkanishirikisha kabisa. Nimenawa kabisa mikono yangu. Tunakuja upande wa pili upo kuomba ushauri kwa rafiki yake. Mimi nilikwambia usikurupuke. Haya mambo inatakiwa unafanya kwa akili na kwa kufikiria. Sikiliza rafiki yangu, mimi nachokushauri saa hizi, omba talaka. Ukipata talaka itakaa sawa. Usinicheke afu unanicheka. Sikia rafiki yangu, inabidi tu uvumilie. Vumilia bwana, vumilia. Tunakuja upande wa pili huku ni usiku. Jamaa ametulia pale, yuko na mke wake. Akawa anataka kuvumbula pale. Dada anakataa. Akimsogelea dada anamkataa. Mwisho wa siku anasema mimi niache bwana. Niache. Akawa amesogea kwa pembeni pale. Jamaa ametulia. Nimesema niache. Unajua kabisa mimi hata kuolewa tu hivi sikutaka kuolewa. Huwezi kanileta kwenye nyumba haieleweki. Jamaa akatulia tu pale. Kumekucha asubuhi. Dada ni mzee wa content creator. Akawa ametulia hapa anajishuti. Jamaa anajipitisha nyuma pale. Akijipitisha anamkisi ili onekane tu kabisa kwamba huyu ni mke wa mtu. Ili mradi mambo asifanyike ya ajabu. Tunakuja ni asubuhi hapa nyingine. Wewe mbona unaondoka kati gari ndio niko kurekebisha Niko kurekebisha nitakiwa ondoke na gari. Niache. Siwezi kuendelea kukaa hapa nasubiria gari lenyewe bovu, unajua kabisa ni bovu. Sikiliza, subiri gari ndio linaelekea kupoa. Nimesema niache bwana, niache. Mimi sitaki kuendelea kukaa hapa kuangalia gari lenyewe bovu hili. Wewe tutagombana. Umesikia? Niache bwana, mbona unielewi? Niache, sitaki. Jamaa kama ametulia pale haelewi ili wala lile. Huyu mwanamke mbona alinikubalia tu. Tunakuja upande wa pili, yupo kwa dada yake. Dada, kwa nini mwanamke ananifanyia haya? Mwanamke anaingia ghafla hapo. Analia.
Mume wangu, mimi sitaki. Yaani najuta kuolewa na wewe, najuta kabisa. Kwa sababu gani? Yaani kila anachokifanya kinafeli, kila anachokifanya kinafeli. Yaani nahisi kana kwa sababu yako kuja kukaa kwenye nyumba haieleweki. Mimi hapa maisha yangu hayako hivi. Wifi yake akawa anamsogelea pale. Wifi yangu, nyamaza. Maisha tu yatabadilika, hata usijali. Yatabadilika tu. Yaani jipe moyo. Kweli pale wana kapeana moyo. Siku nyingine hii hapa tunakuja upande wa pili huku, tunamuona jamaa amefika na ndinga hapa. Kumwangalia hivi, Shem vipi? Inakuaje Shem? Naona unatembea kwa mguu. Nimeamua tu, si unajua nimeamua. Hapana bwana. Sikia, yule jamaa hakufai. Dada akana shangani fai tena. Mimi nakwambia, ungekuwa na mtu kama mimi, ingekuwa poa sana. Dada akazidi kubadilisha uso. Sikiliza, hata usijali. Mimi hapa nitafanya lolote lile uwe na mimi. Kuhusu pesa, hata usijali. Pesa mimi ninazo. Na wewe unaniona kabisa, si niko kwenye ndinga hivi. Pesa mimi ninazo. Cha kufanya nikubalie. Binti akaona hapana, akabidi apite hivi. Jamaa akabaki anaona aibu. Mwisho wa siku bwana akawa anapita hapa. Tunakuja upande wa pili huku. Jamaa anafika nyumbani pale. Dada, mara ghafla dada kama anasikia kichefuchefu hivi, akaenda kutapika pale. We vipi? Kichwa kinakuuma? Au unafanyaje? Ikabidi ampeleke hospitalini. Hao wanabebana, wakawa wanapelekana hospitalini. Haya, tunarudi tena nyumbani. Wewe, kumbe umenipa ujauzito? Umenipa kabisa ujauzito. Mimi nilikubali, sio kwamba unipe ujauzito. Sasa kwani tatizo liko wapi? Wewe si mke wangu? Ndio mimi ni mke wako, lakini sikutaka mimi nibebe saizi ujauzito. Umeelewa? Mke wangu. Sasa si ni sawa tu. Sawa nini? Sawa nini? Mimi nimesema sitaki. Umeelewa? Sasa sawa, haina shida. Tunakuja upande wa pili huku. Sawa mme wangu, nilikuwa nimepaniki, lakini sasa mimi basi tu sikutaka mimi mtoto, ila kukua imetokea, siwezi kubishana tena. Kama amemsogelea pale, amemkumbatia, wakawa wamekumbatiana. Kuna kucha asubuhi hapa, mwenye nyumba yuko mlangoni anasubiria pesa tu. Sasa wewe unaoa kabisa kwenye nyumba yangu na haujalipa kodi. Hii ni mwaka wa pili sasa. Mzee, nitakupa kodi hata usijali. Nitakupa. Na sasa ndio umeona kuoa hapa. Alafu mwanamke mwenyewe mzuri. Mwanamke mzuri hawezi kutolewa mali ndogo, anatolewa mali kubwa. Sasa kama wewe umeamua kufanya hili jambo, inabidi tu pesa zangu unipe. Sitataka kukusubiria tena. Nitakachokifanya ni kuvitoa vyombo vyako na kuviweka nje. Ni siku nyingine kweli tumuona jamaa ameingia kwenye kupambana hapa, kwenye upambanaji wake, lakini tumuona bebi wake hapa amemwangalia. Ana enjoy sana kumuona kweli bwana. Jamaa ameamua kufanya kazi. Umeona? Mwanamke akawa amefurahia. Yaani anatamani kama ingewezekana angepata pesa zaidi ya pale. Lakini ndio hivyo, haiwezekani. Alichokifanya kabidi tu apite hivi kwa sababu hana uwezo wa kufanya chochote. Ilimbidi akubaliane na hali, akawa anaondoka bwana. Tunakuja upande wa pili huku, anaongea na wifi yake. Wifi yangu, mbona anapata shida sana? Wakati kwangu umekuwa mgumu sana, sio kidogo. Kila anachokifanya kinagoma. Yaani sielewi. Sawa wifi yangu, najua unachokiongea. Na yaelewa unayoyapitia. Ila sio muda mrefu yatakaa sawa tu. Unanielewa? Yatakaa sawa. Kweli wifi, nashindwa kujikaza. Ni kila ninachokifanya kinagoma. Nashindwa kujikaza. Amna, usijali wifi yangu. Utakuwa sawa. Tunakuja upande wa pili huku, ilibidi jamaa aje kukopa hela hapa kwa mdogo wake bwana. Mdogo wake, mdogo wangu naomba unikope hela. Nikipata nadhani nitakurudishia siku sio nyingi. Mdogo wake akawa anacheka pale. Sawa, haina shida. Unajua blaza, kumbuka kile kipindi nilipokuwa nakupa maelekezo kwamba usiende haraka. Sawa, ni kweli unachokiongea, ila kwa kipindi hichi kidogo nitapata kidogo kahela nitakurudishia. Sikia wewe, unavyoongea mbona kama havieleweki? Wewe akili yako ni ya kijinga. Sikia wewe, usiongee na hivyo na mume wangu. Wewe ni mume wangu, alafu ni kaka yako. Bora kama unamdharau sana. Usio unamdharau kiasi hicho. Mume wangu, twende. Naomba twende tu tuondoke. Sawa, nyinyi mnaweza mkaenda. Isipokuwa kama ni kweli mko unataka msaada, ilitakiwa mwanamke unikabidhi mimi niwe naye. Unasemaje mnyinge? Jamaa baada ya kusikia ile maneno alipaniki akamgonga sana. Tunakuja upande wa pili huku anapozana mkono hapa. Sikia mume wangu, unajua unanipenda sana. Haya mambo mengine achana nayo tu. Umesikia? Utafika wakati wa Mungu, kila mtu atakuwa yuko sawa kwenye mazingira yake. Kwa sasa wewe hata usiwaze kuhusu, ni kweli mimi nakupenda sana mke wangu. Natamani kila jambo unalolifanya likae sawa machoni pako. Usiongee chochote. Na kuhitaji mke wangu. Nakupenda.
nakupenda. Hata hivi tu matukio yanavyotokea hayo ya ajabu ajabu, najisikia vibaya. Na hapa ulipo, kumbuka kwamba wewe ni mjamzito. Sasa ukikuwa na matatizo haitakaa sawa. Wakapeana kisi pale. Tunakuja upande wa pili. Kweli bwana, mwenye nyumba alichokifanya, alimtolea vyombo nje. Jamaa anarudi ndani, ameamua kutoa vyombo. Ila huyu mzee naye sema basi haina shida, ngoja kuna issue nataka nikaifanye. Jamaa kana toka pale anaenda kuifanya hiyo issue. Tunakuja upande wa pili huku. Nyumba yao ndio hii hapa. Jamaa akawa amepata kazi. Kweli umepata kazi? Kwa maombi yako mke wangu. Kweli umepata kazi? Wakafurahiana pale. Kama bado hujasubscribe, wakati ndio huu hapa, ili kuendelea kupata vigongo vikali na zaidi. Ni mimi storyteller wako N6YD the DJ.